letu. Shalom. Jina la Yesu lipewe sifa, jina la Yesu liinuliwe. Nashukuru sana Roho Mtakatifu ni kwa sababu anazidi kuwa mwalimu wetu, anazidi kutufunza zaidi na zaidi. Shalom watoto wa Mungu. Somo ambalo Bwana ametamani tujifunze siku ya leo. Mungu anataka uweze kuepukana na manabii aina 5 ambao anataka uweze kuepukana nao. Kumbuka Bwana anawachagua wengine kuwa mitume, wengine manabii, wengine wainjilisti, wachungaji na hata walimu. Sasa katika wale ambao Mungu aliweza kuwateua kulikuwa na mwingine ambaye alikuwa msaliti. Shalom. Tuingie katika maandiko ya Mungu. Mathayo 10 mstari wa 1. Akawaita wanafunzi wake 12, akawapa amri juu ya pepo wachafu watoe na kupooza magonjwa yote na udhaifu wa kila aina. Shalom. Kumbuka Kristo anapoita wanafunzi wake na kuwapatia amri ya kuweza kutoa pepo, kulikuwa na yule ambaye Yuda Iskarioti pia naye aliweza kupatiwa mamlaka ya kuweza kutoa pepo. Na siku zote Mungu anapokupatia karama hawezi kunyang'anya. Lakini shetani hana nguvu ya kupatia mwanadamu karama. Kumbuka Yesu alipomnyang'anya funguo, mamlaka yote ilikuja kwa Kristo. Kwa hivyo hana nguvu ya kupatia wewe mwanadamu mamlaka ya kuweza kutenda muujiza. Lakini katika wale ambao Yesu aliweza kuwapatia amri ya kutoa pepo, kulikuwa na mwingine ambaye alikuwa ni msaliti, ambaye ni Yuda Iskarioti. Na hapa ndipo unakuta Yesu anasema ya kwamba Shalom, ni heri muogope yule ambaye anaua roho kuliko hao wanadamu ambao wanaua mwili. Maana yake Yuda Iskarioti alijinyonga, lakini katika ulimwengu wa roho yake bado ilikuwa inatenda kazi. Maana katika wanafunzi 12 yule bado Yuda alikuwa mmoja wa wale wanafunzi. Shalom. Twende pamoja watoto wa Mungu. Kwa hivyo hapa ndipo nabii wa uongo aliweza kutokea mara mingi. Bwana Yesu aweze kutuhurumia sana. Sasa leo Mungu anaenda kutufunza manabii aina 5 ambao anataka uweze kuepukana nao. Iwe mtume, iwe ni mtu yote ambaye ama mtu yote ambaye anakuongoza ama mwingine ambaye Mungu anakuepusha naye ni mtumishi ambaye anatumia mafuta katika madhabahu yake. Mafuta ilikuwa inawakilisha nini? Kitabu cha Kutoka 29 mstari wa 1 inasema hivi, Kutoka 29 mstari wa 1, nawe uwafanyie jambo hili ili kuwatakasa. Maana yake ilikuwa ni ishara ya kuweza kutakasa wanadamu ili Roho Mtakatifu akuwe na uwezo wa kusema na wanadamu. Maana Roho Mtakatifu siku zile alikuwa bado hajamwagwa katika ndani ya wanadamu. Mstari ni wa 7 inasema hivi, inasema ndipo utakapotoa hayo mafuta ya kutiwa na kumimina kumiminia kichwani pake. Maana yake makuhani walikuwa wanatumia mafuta makuhani ili kuweza kuwatakasa hao watu, ili Mungu aweze kusema nao, ama Roho Mtakatifu aweze kusema nao. Maana Roho Mtakatifu bado alikuwa hajakamilika ndani ya mwanadamu. Lakini Kristo alipokuja kuhani mkuu, kitabu ni cha Isaya 1:25, anasema ya kwamba nami nitakutakasa na uchafu wako wote. Tena anasema kitabu cha Isaya bado 1 mstari wa 18, dhambi zitapokuwa nyekundu kama damu, zitakuwa nyeupe kama theluji. Sasa unapoona mtumishi wa Mungu anatumia mafuta katika madhabahu yake, epuka na huyo mtumishi. Leo hii tunatumia Roho Mtakatifu wa Bwana. Ikiwa kama roho yako ni safi, Mungu anakutumia kuweza kuwakomboa kondoo wengine ambao wamepotea. Haleluya, Bwana asifiwe sana. Mtumishi wa 4 ni mtumishi ambaye anatumia vioo katika madhabahu yake. Bwana aweze kutuhurumia sana. Nini maana ya kioo? Vioo zilikuwa zinatumiwa na makuhani kipindi kile kwa ajili ya mambo ya utakatifu, kwa ajili ya nyumba ya Bwana, ili waweze kusema angalau na Mungu. Maana siku zile wanadamu walikuwa ndani ya dhambi, bado Kristo alikuwa bado hajatukomboa katika laana ya Torati. Lakini Bwana alipotukomboa akasema ya kwamba yote imekwisha. Hapo Kalvari Kristo alisema ya kwamba yote imekwisha. Maana hamtasumbuka tena, maana tuende kusijui tukafanye nini, tuchukue vioo, tufanye nini. Bwana akasema kwamba yote imekamilika, nimemkomboa mwanadamu kwa uweza wangu. Shalom. Kwa hiyo Mungu anakukomboa ili usiweze kutumikia tena sanamu, uweze kutumainia nguvu za Roho Mtakatifu.
Shalom, haleluya, Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo unapoona mtumishi wa Mungu anatumia kioo katika madhabahu yake, achana na huyo mtumishi. Bado hajui kazi ya msalaba ni nini. Ni wale Mafarisayo ambao walikuwa wanapinga kazi ya msalaba. Bwana atuhurumie sana. Nabii wa 5 ambayo Mungu anakuepusha naye ni yule ambaye anakuambia toa pesa niweze kukuombea. Toa pesa niweze kukuombea. Imeandikwa ya kwamba naye Yuda Iskarioti akaenda akaambia wale watu, mtanipatia nini ili nimsaliti kwenyu? Wakasema unataka, hadi wakamhesabia vipande vya pesa. Akamsaliti Kristo kwa sababu ya pesa, kwa sababu ya mali ya hapa duniani. Na hapa ndipo nakuta Yesu anasema ya kwamba msipende dunia na mambo ambayo yako hapa duniani, maana mtu akiipenda dunia, kumpenda Mungu hakumo ndani yake. Neno la Mungu linaniambia kwamba kitabu ni cha Mathayo 10 mstari wake ni wa 8, mmepewa bure, toeni bure. Kwa unapoona mtumishi wa Mungu anakuambia kwamba toa pesa ni kuombee, epukana na huyo mtumishi. Unapoona mtumishi wa Mungu anatumia vioo, epukana na huyo mtumishi, maana maandiko ya kwamba Kristo ametukomboa katika laana ya torati. Na Bwana anasema ya kwamba alipokuja kuhani mkuu alimaliza yote pale msalabani. Waebrania 9 mstari wa 1 inasema, na Roho akionyesha jambo hili ya kwamba katika zamani za enza baba zetu waliokutangulia sisi, Roho bado alikuwa hajakamilika ndani ya mwanadamu. Utasoma Waebrania 9 kuanzia mstari wa 1 mpaka umalizie, utajua Roho Mtakatifu atakufunza nini kuhusu kutumia ibada ya sanamu. Hiyo ni ibada ya sanamu, ni watu ambao hawaamini ya kwamba Kristo alikuja akatukomboa katika laana ya torati. Bwana Yesu asifiwe sana. Na pia mtumishi anayetumia chumvi, mtumishi anayetumia fimbo, mtumishi anayetumia vioo, mtumishi anayekwambia toa pesa ni kuombee, epuka na huyo mtumishi, mtoto wa Mungu, maana moto wa jehanamu uko unakusubiria ikiwa kama bado unazidi kufuatana naye. Neno la Mungu linaniambia kwamba ole mtu yule ambaye hata msujudia ule mnyama na chapa yake, maana pia na yeye atachanganywa na ule mtu ambaye Bwana atakuja kumwangamiza. Bwana Yesu aweze kusifiwa sana. Kwa hivyo Mungu anasema naye dada yangu, Mungu anasema naye kaka yangu, Mungu naye anasema naye baba yangu, naye mama yangu, ili uweze kuepuka na moto wa jehanamu. Nikumbushe ya kwamba Kristo anasema kwamba wengi watakuja kwa jina langu, nao watafanya ishara kubwa kwa jina langu, lakini watawapoteza wengi. Shalom. Lakini kwa kuwa